Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango, hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Karibu kwenye sehemu yetu ya 3. Hii ni sehemu nondo sana. Naomba tusikilize kwa makini, ila usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Typhoon Film TZ. Twende kwenye simulizi moja kwa moja. Okay, baada ya kupiga hatua kubwa hadi kuwa balozi wa Tanzania nchini Kuba, Humphrey Polepole, safari yake haikupiga pause, iliingia katika sura mpya yenye mabadiliko makubwa yaliyochukua mwelekeo wa kushangaza. Hapo ndipo simulizi inapoanza tena kwa muundo wa mtu wa tatu, ikiwa na matukio ya kukutana na nguvu, upinzani wa ndani na tukio ambalo litasawiri taswira ya mambo mengi yaliyokuwa yakifichwa. Hatua ya ukosoaji mkali. Mnamo tarehe 13 Julai 2025, Humphrey Polepole akatangaza rasmi kuacha uteuzi wake nchini Kuba, akisema imefikia mahali hajina amani ya ndani wala imani kuwa uongozi uliopo unazingatia katiba, haki na uwajibikaji kwa wananchi. Huu ulikuwa mwanzo wa sehemu mpya ya hadithi yake. Kwa mara ya kwanza alisema wazi kuwa atajihusisha katika kuikosoa serikali, chama chake, Chama cha Mapinduzi CCM, na jamii kwa ujumla kuhusu namna utawala unavyokwenda. Alisisitiza kuwa vikao vya chama vilikuwa vimegeuka kuwa kwa maskimo ya kikundi, sio kwa taifa, na kwamba utawala wa haki umepinya nyuma. Maneno yake yaliibua mijadala makubwa, na wengi walimuona kama kiongozi mpya wa upinzani wa ndani, hata akiwa ndani ya CCM. Habari zinazosambaa. Habari hizo ziliarifiwa kwa kasi na vyombo vikubwa vya habari ndani na nje ya Tanzania. Shirika la Afya za Binadamu na Haki za Msingi, Amnesty International, likitoa onyo kuwa Humphrey Polepole huenda alitekwa kwa nguvu akifichwa mahala hatarishi. Tovuti za ndani za habari zikitoa ripoti kuhusu kuingizwa usiku wa manane nyumbani kwake Dar es Salaam, milango iliyovunjwa, dalili za damu, vyombo vya gari aina ya Land Cruiser zikiondoka eneo hilo. Mtandao wa kimataifa wa Reuters uliandika kuwa polisi tayari wana uchunguzi kuhusu utekaji wake, jambo ambalo limeibua hofu kwa watetezi wa haki za binadamu. Familia ya Polepole, mama yake anayeitwa Anamari Polepole na kaka yake Godfrey, waliombwa hadharani kutoa taarifa. Mama akasema maneno kama, akiwa yupo hai nileteni mwanangu, na akiwa amekufa mleteni, nifanye mazishi yake mwenyewe, usimwache baharini na kumtupa baharini. Kaka yake Godfrey Polepole alitoa ushahidi kwa vyombo vya habari akisema, milango ya nyumba imevunjwa, kuna damu, ni tukio la kipelelezi, na kutaja jina la mshtukiwa kwenye utekaji hayo ni kulingana na kaka yake Humphrey. Na kwa kila kitendo alichokiibua Humphrey, wengi wa raia walijibu kwa sauti ya kusikitika, tumechoka kusikia watu wanaoteuliwa kisha wakapotea makini. Wengine wakasema serikali inaendelea kuandika msimamo usio na hadhi kwa wananchi waliojituma. Kipindi cha uchaguzi wa 2025 kiliongeza kicheko cha umma kwamba uongozi unaendelea kwenye sehemu za giza. Serikali kupitia wizara husika ilisema, tuna uchunguzi wa tukio hili, tafadhali tuache ushawishi wa mitandao. Lakini kwa wachunguzi wa haki za binadamu, hatua yake ilikuwa ya kuchelewesha tu, na waliona kuna mlango wa usiri unaoshuhudiwa mara kwa mara. Hakuna taarifa sahihi ya mahali alipo, na kesi yake bado iko mahakamani. Familia kupitia mwakili mmoja, Peter Kibatala, wametoa ombi maalum kwa mahakama ya juu ya Dar es Salaam kudai ufahamu wa haraka. Jambo moja hakika, hadithi ya Humphrey Polepole hayajaisha. Kila hatua ya utawala, kila uchaguzi, kila ripoti wa uwazi inaonekana umeunganishwa na hadithi yake. Masafa ya wenye nguvu wanaojulikana hadi wasiojulikana wanaendelea kuibuka. Kwa msikilizaji, hii sio tu simulizi ya mtu mmoja, ni simulizi ya taifa. Katika sehemu ifuatayo, tutafuatilia hatima ya uchaguzi wa 2025 na nini inamuita Humphrey Polepole.
Je, atarejea hadharani? Je, mfumo utarekebika? Je, wanawake na vijana watachukua nafasi yake? Endelea kusikiliza. Hayo ni baadhi ya maswali wengi ama wachache watakuwa wanajiuliza, na sisi tutawaletea kama mwendelezo wa stori ya Humphrey Polepole. Najua wengi wanatamani kumsikiliza tena na tena. Basi usiache na usichoke kutufuatilia, na usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu pendwa Typhoon Film TZ. Asante.